Hali gani mpenzi mtazamaji wa Ulimwengu TV, nyumba ya maarifa, ambapo leo katika zile 10 za nyuma ya pazia au katika 10 ya usio ya jua tunaenda kumtazama mtu mmoja maarufu sana duniani kwa sasa, anaitwa Donald Trump, rais wa Marekani, ambapo tunaenda kuangalia mambo 10 usio ya jua kumhusu Donald Trump ambayo naamini kabisa yatakwenda kukushangaza na kukuacha na bumbuazi katika kipindi hiki cha leo. Unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu. Hii ni channel yetu mpya kabisa ambayo tunaenda kutazama madini mengi kama haya, michezo, siasa, uchumi na masuala mengineyo ya kijamii. Kwa hiyo kama hujasubscribe, subscribe channel ili uwe wa kwanza kupata videos hizi kila tunapokuwa tukiupload. Lakini unaweza ukatusaidia kushare kwa watu wengine wengi ili mambo haya yawafikie watu wengi zaidi. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Karibu sana Ulimwengu TV, nyumba ya maarifa. Sasa katika mambo 10 ya nyuma ya pazia kumhusu rais wa Marekani Donald Trump, tunaanza na jambo la kwanza, ni asili yake. Ni ipi asili ya rais wa Marekani Donald Trump? Mara nyingi huwa hapendi kuizungumzia kabisa asili hii ya anakotokea, kwa sababu kuna mambo kadhaa hapa hapendi watu wayajue sana au hapendi watu wayajadili sana, lakini kuna mambo mengi yamejificha hapa kuhusiana na asili ya alikotokea. Sasa tunataka turudi nyuma karne moja nyuma kuhusiana na asili ya Donald Trump, ambapo tunafika katika mwaka wa 1885. Katika mwaka wa 1885 huko Ujerumani. Kipindi hicho Ujerumani ilikuwa inatawaliwa na mfalme wa Bavaria, yani ilikuwa chini ya ufalme wa Bavaria. Kulikuwa na kijana mmoja anayeitwa Friedrich Dampf, ambapo huyo Friedrich Dampf aliondoka nchini Ujerumani katika ule mwaka wa 1885. Aliondoka kwa kutoroka katika taifa la Ujerumani. Ni kwa nini alikimbia? Alikimbia kutokana na mambo makubwa mawili ambayo yalimfanya akimbie. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 16, Friedrich Dampf, alikimbia kwa kukwepa jeshi. Alikimbia kwa kulikwepa jeshi. Kipindi hicho Germany ilikuwa na sheria moja kali sana ambayo ilisainiwa na mfalme wa Bavaria, ambayo ilimtaka kila kijana kuanzia umri wa miaka 16 kulitumikia jeshi kwa muda usiopungua miaka 3. Kijana yoyote anayefika kuanzia umri wa miaka 16 ilikuwa ni lazima alitumikia jeshi kwa muda usiopungua miaka 3, ambapo huyu bwana mdogo Friedrich Dampf yeye hakutaka kabisa kwenda jeshini, hivyo aliamua kutoroka nchi hiyo kinyume na sheria. Unajua masuala tena ya utoto na vitu kama hivyo, ujana mwingi. Kwa hiyo kijana huyo hakutaka kabisa kujiunga na masuala ya jeshi, kwa hiyo akaamua kutoroka usiku kinyume cha sheria katika mwaka huo wa 1885. Lakini jambo la pili ambalo watu wengi hawalifahamu ni kwamba umasikini na kuupoteza matumaini. Huyu bwana Friedrich Dampf alitokea katika familia ya wakulima wa zabibu almaarufu kama winemakers, ambao ilikuwa inapitia hali ngumu sana ya kiuchumi miaka hiyo nchini Germany. Sasa kutokana na hali ngumu ya maisha na familia yake inayoyapitia, huyu bwana akaamua kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Riziki ni popote. Akaondoka usiku wa manane na kuacha barua fupi kwa mama yake akimwambia kuwa anaenda Marekani kutafuta maisha. Na alipofika Marekani sasa akaanza kuhaso. Unajua huko Marekani hana ndugu, kwa alifika yeye kama yeye akaanza kuhaso. Alifikia katika jiji kubwa wakati huo, jiji la New York, akiwa hana kitu na kuanza kufanya kazi kama kinyozi. Baada ya kufanya kazi kama kinyozi muda mrefu, akahamia upande wa magharibi mwa Marekani, Seattle na Yukon, wakati wa Gold Rush, kipindi ambacho watu walikuwa wanatafuta dhahabu.
miaka hiyo kulikuwa na wimbi kubwa sana la vijana kwenda kutafuta dhahabu upande wa magharibi mwa Marekani, ambapo watu wengi walikuwa wanajihusisha na masuala ya migodi. Sasa siri ya utajiri wake, sasa huyu kijana ambaye ametokea katika maisha ya umaskini kabisa, yeye sasa badala ya kuchimba dhahabu yeye mwenyewe, aliamua kutengeneza pesa kwa kufungua migahawa na hoteli kwa ajili ya wachimba dhahabu. Huyu bwana alikuwa ni genius, ana akili sana. Kwa alipofika pale, kwa sababu yeye ni mtu ambaye hapendi sana kazi ngumu, yeye akaona mimi hapana, mimi kuchimba no. Akaamua kutengeneza tu mgahawa, ambao huo mgahawa sasa ulikuwa ni kwa ajili ya watu wanaoenda kuchimba pale, wanakuja wanakula chakula na nini, alafu baadaye akatengeneza hoteli ya wachimba dhahabu. Baadaye biashara ilipokuwa inakuwa akawa anaweka na klabu pale miaka hiyo, watu wakawa wanaburudika, lakini jambo ambalo watu hawapendi kabisa kuliongea, linafichwa sana, ni kwamba wakati wa uendeshaji wa hoteli hizo, wakati wa usiku, kulikuwa kunajihusishwa na biashara zile za madangulo. Unajua tena mambo ya migodini. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo familia ya Donald Trump hupenda sana kuyanyamazia, lakini huyu bwana akawa anajihusisha sana na mambo hayo. Lakini alipokuwa amefika Marekani, akaamua kubadilisha jina. Alibadilisha jina kutoka kuitwa Friedrich Drumpf akaitwa Friedrich Trump. Hapo ndipo asili ya jina la Trump lilipozaliwa, kutoka kwenye jina la Drumpf mpaka jina la Trump. Kwa nini alibadilisha jina? Ni kwa sababu kuficha utambulisho wake. Alihisi kwamba wanaweza akafuatiliwa na watu wakamgundua kwamba yeye ni Mjerumani, au serikali ya Ujerumani ikamgundua ikamrudisha Ujerumani. Kwa hiyo ili kuficha utambulisho akajiita Friedrich Trump badala ya Friedrich Drumpf. Lakini baadaye sasa, baada ya kujipata, akaamua kurudi aendelee kuishi maisha yake katika taifa lake alipozaliwa la Ujerumani. Sasa alirejea kweli German, akaendelea na maisha yake na akapata mchumba aliyeitwa Elizabeth Christ, na akamuoa katika mwaka wa 1902. Baada ya kumuoa Elizabeth Christ katika mwaka wa 1902, akataka kuishi huko jumla, lakini serikali ya Ujerumani iligundua kuwa huyu bwana alitoroka kukwepa jeshi akiwa kijana. Sasa serikali baada ya kugundua kwamba alitoroka baada ya kukwepa kujiunga na jeshi, wakamuona huyu bwana mkubwa si mzalendo. Baada ya kumuona si mzalendo, wakamvua uraia wa Ujerumani na kumwamuru aondoke nchini ndani ya wiki 8. Kwa wakampa wiki 8, yani miezi miwili, kwamba aondoke nchini kwa sababu yeye anaonekana si mzalendo. Lakini bwana Friedrich aliandika barua yake kwa unyenyekevu sana kwa mfalme wa Bavaria, akimuomba msamaha na kumuita mfalme mtukufu na mpendwa. Akaomba ombi kwa unyenyekevu sana aendelee kubaki German, lakini ombi lake likatupiwa nje. Mfalme akamfungia vyoo na ikabidi sasa arejee Marekani mwaka wa 1905 akiwa na mke wake. Lakini kipindi hicho, wakati wanaondoka Germany na kurejea Marekani, mke wake huyu bwana Friedrich Trump sasa kwa kipindi hicho alikuwa mjamzito na baba yake mzazi wa Trump, Mr. Fred Trump. Kwa hiyo wakati anaondoka, huyu mama alikuwa na ujauzito wa mtoto ambaye baadaye walimuita Fred Trump, ambaye ndio baba yake mzazi na rais wa sasa wa Marekani bwana Donald Trump. Sasa just imagine kwamba kama Friedrich asingefukuzwa Ujerumani kwa kosa la kukwepa jeshi, Donald Trump angezaliwa Ujerumani na pengine hasingekuwa rais wa Marekani leo. Hiyo ndio asili ya Donald Trump. Lakini kitu cha kushangaza sana ni kwamba kipindi kingi, yani muda mwingi
wakati wa biashara za Donald Trump alitumia muda mwingi kuwadanganya watu asili yake, akiwaambia watu kwamba asili yake ni Sweden, yaani yeye ni Mswisi, ili asionekane kuwa ana asili ya Ujerumani wakati wa biashara zake za New York. Sijajua kwa nini alikuwa hataki kujulikana kwamba asili yake ni ya German. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili ambalo watu wengi hawalijui kuhusiana na Donald Trump ni kuhusiana na nidhamu yake au misimamo yake. Nidhamu yake ama misimamo yake ya chuma. Trump kwanza, katika makuzi yake alipokuwa mdogo, alikuwa ni mtoto mmoja jeuri, mtukutu na mkorofi sana, kwa sababu kipindi chochote alikuwa anatokea katika familia ya kitajiri, familia ya kishua, ambapo kila kitu alikuwa anapata kwa urahisi. Kwa hiyo ilimfanya awe mtoto fulani hivi mkorofi, mtoto fulani ya jeuri, mtoto fulani kiburi na mtukutu. Kwa hiyo baadaye baba yake akaamua kumpeleka katika shule za kijeshi. Baba yake akaamua kumpeleka katika shule za kijeshi, ambapo shule aliyopelekwa huyu bwana Trump ilikuwa inaitwa New York Military Academy. New York Military Academy, NYMA. Alikaa huko miaka mitano chini ya ulinzi mkali wa kijeshi. Hasa hapa ndipo kuna siri kwa nini ana uwezo mkubwa wa kusimamia anachokisimamia. Alipokuwa hapo shuleni akajengewa nidhamu kubwa, alipotoka akawa ni mtu mwenye discipline sana. Nakumbuka hii yote alikuwa ni mdogo, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kumshepu, na akiwa huko katika hiyo shule ya kijeshi tunaona alikuwa anapitia mazoezi makali ya ukakamavu, mambo ya kijeshi na vitu vya hapa na pale, mambo mengi tangu akiwa na miaka 13. Kwa aliporudi akawa mtu tofauti kabisa huyu bwana Donald Trump. Sasa jambo la tatu ambalo tunaweza tukamaliza nalo katika kipindi hiki cha leo, alafu haya mambo mengine tutaweza kuyaangalia katika kipindi kinachoendelea kufuata, mpaka tumalize haya mambo 10 ya nyuma ya pazia ya bwana Donald Trump. Jambo la tatu ni uhusiano wake na Mike Tyson. Jambo la tatu ni uhusiano wake na Mike Tyson. Mnamo mwaka wa 1988, kipindi ambacho wale wahenga watakumbuka, miaka hiyo ndo Tyson alikuwa katika kilele cha ubora. Alikuwa hashikiki, hazuiliki. Alikuwa yupo hodari kweli kweli katika masuala ya ngumi. Kipindi hicho Tyson alikuwa na umri mdogo sana na aliweza kuwa anaingiza pesa nyingi sana, na wakati huo jina la Tyson lilikuwa ni zaidi ya brandi. Yaani Mike Tyson alikuwa ni zaidi ya brandi, alikuwa ni zaidi ya star, miongoni mwa mastaa wakubwa duniani katika miaka hiyo. Basi huwezi ukaacha kulitaja jina la Mike Tyson. Lakini kwa sababu Tyson alikuwa na umri mdogo na alikuwa anaingiza pesa nyingi, alikuwa anamhitaji mtu ambaye anaweza akamshauri kuhusiana na masuala yake ya kifedha. Kwa sababu alikuwa huyu bwana Tyson, kumbuka hata shule hakuwa nayo, kwa anapata pesa nyingi hajui pa kuzifanyia. Yeye alikuwa ni mtu wa bati, kwa alikuwa anahitaji mtu ambaye anaweza akamshauri. Hapa ndipo alipotokea huyu bwana Donald Trump. Sasa naomba kufikia hapa leo, tutakuwa tunahitimisha kipindi chetu katika yale mambo 10 ya nyuma ya pazia. Na katika mambo 10 ya nyuma ya pazia leo tumeyahesabu mambo matatu kumuhusu rais wa Marekani Mr. Donald Trump, ambapo katika kipindi kijacho tutaanza na jambo la 4 mpaka jambo la 10. Hivyo ni kuombe, kama hujasubscribe channel, subscribe sasa. Ulimwengu TV, nyumba ya maarifa. Tusaidie kushare kwa watu wengine wengi, ili tuzidi kuwa familia kubwa katika mambo haya mazuri. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Kumbuka hii ni channel yetu mpya kabisa ambayo tutakuwa tukiangazia masuala yote ya kisiasa, michezo, uchumi, utamaduni na mambo mengine mbalimbali ya kiusuyo kijamii duniani kote. Usitoke mahali hapa, ili ni chimbo la maarifa. Chao.